nimechezea shilingi kwenye bahari. Nauma sana. Kwa nimekaa hivi yani naangalia nasema hapa basi. Dogo kweli mwanangu alivyoenda pale nikamwona kaeka mkono hivi. Kwanza kanitisha alivyoweka kama naomba Mungu tena. Inakuaje? Kumbe ndio style yake ile ya kuweka hivi. Baba alivyoweka hiyo akaanza kuimba akaanza kupigia afande. Nikaanza kuona watu wanakuja chini, wanatoka chini, wanakuja juu yani. Unaelewa watu kibao. Kumbe kule sio wajua wanamjua kwao. Wao akafanya kitu kikubwa sana. Yani nikafurahi ile kinoma noma. Nilikuwa sijamwajiri lakini nikamlipa kama nilivyoajiri wale wengine. Na kutokea hapo ndo nikaanza kumpenda sasa na kumweka karibu. Kwa kumbe ukali wa Dogo Pattern kwenye ku freestyle ulikopo kitambo sana, sio sahihi hapa. Ilikuwa noma sana. Mimi mwenyewe ninapokutana naye alinisurprise kwa ajili. Yaani yeye alikuwa na uwezo wa kunifanya mimi ajira yangu ikaharibika au ikabaki. Okay sawa, tumewafahamu zaidi kupitia safari yao ya muziki jinsi ambavyo inazidi kukua till day one. Salio ni moja kati ya ngoma ambayo wameitengeneza pamoja, lakini ni ngoma ambayo inazungumzwa kwamba imeleta mabalaa kati ya Dogo Pattern lakini pia na Sergeant, kwa sababu baada ya Salio tukaona mambo yakaenda ndivyo sivyo kati ya Dogo Pattern lakini pia na Sergeant. So unaweza kutupa kwa uchache japokuwa ni moja kati ya story ambayo inazungumzwa sana kuhusiana na Pattern lakini pia na Dogo Sergeant kuzinguana. Kuna ambao wanaamini kwamba ile Salio kuna namna kwamba jamaa kama amezinguana yani katika upande wa malipo kwenye show na vitu vingine kama hivyo, japokuwa Pattern anatusanua kwamba alikuwa kitengwa na management katika mambo mbalimbali ya kimaamuzi. Undani kuhusiana na jamaa walivyogombana ilikuwaje? Issue ilikuwa ni kwamba kwa sababu ule wimbo wa Salio ulirekodiwa kwenye ofisi yangu mimi. Na producer ambaye anaitwa Kusa yupo chini ya UBT ambao mimi ndio nilikuwa nasimamia. So wimbo ulivyotoka mimi pia moja ya watu ambao walikuwepo nyuma ya wale watoto katika kuhakikisha kwamba wanakwenda, kwa sababu chemistry yao ilikuwa nzuri na historia yote nilikuwa nawapenda. Sio, unanielewa? Sasa ule wimbo ulivyokuwa unafanya vizuri ndio kaleta shida. Si unajua sahera zinaanza kuingia na unajua changamoto za vijana. Kibao tunaanza kutokea hapo gani. Sasa matatizo yakaanza kutokea. Kwanza alikuja D-Square ambao ni DJ wa Sergeant, kaanza kuniambia bwana manager Pattern anazingua, anapokea show, hatuambii, umeelewa bwana. Ili la Pattern kupokea show alafu tena wasanui management, kuna ukweli ama ilikuwa ni maneno tu ambayo yanatengenezwa? Sasa mimi kama mtu ambaye nilikuwa nawalea kama wadogo zangu, mimi sasa nilikuwa nikilitoa kesi kama hiyo namuita mtu namwambia hata kama ni kweli sio kweli namuelekeza. Kwa hiyo nilimuita Pattern nikamuelekeza. Pattern akasema bwana mimi wanazingua, mimi mwenyewe ilikuwa hivyo kwa sababu walikuwa wananifanyia 1 2 3 ndo kama vile alivyokuwa anaongea. Kwa hiyo nikasuluhisha nilivyoona baadaye. Kumbe mshikaji ndio alianza kuleta utata hapa kati Pattern ndio alianza kuleta utata. Kwa maelezo mimi nilianza kuletea kesi ya Pattern. Lakini Pattern ndio akaja naye akaniambia kwamba ilikuwa vile kwa sababu walikuwa wanafanywa 1 2 3 kama vile alivyoongea. Unaelewa? Sasa mimi nilivyosuluhisha baadaye nikaona mbona hapa kama mwelekeo wa watu kuelewana haupo. Unaelewa? Nikaamua sasa nitumie akili ambayo hii akili itakayofanya huku kwenye industry watu wasijue kama watu hawaelewani, kwa sababu tayari washawapokea wawili afu umewapokea tu mna ngoma moja, hata mjafika popote ndio mmepokelewa mara hiyo mnagombana, watu wanaweza hata kawabwaga. Sasa nikaona haya wanaweza wasione hiyo. Kwa mimi nilichokifanya nikachomoka, mimi nikawasha gari yangu nikaenda mpaka Buguruni. Kwenda kule nikamwambia D-Square njoo. D-Square akaja ambaye ndio alikuwa manager wa tuseme kama alikuwa msimamizi wa wote sasa kwa kipindi hicho. Nikamuita nikamwambia D-Square wewe umeniambia kesi hivi na hivi na hivi na Pattern ananiambia hivi na hivi na hivi, lakini mwisho wa siku mambo nayaona yanaendelea. Dogo analalamika sana na nyinyi mnalalamika. Una mawazo gani? Akasema mimi kwa tulipofikia bwana mimi Pattern siwezi kufanya naye kazi. Unaelewa? Kwa hiyo nikamwambia kwa hiyo unawaza kama yeye mwenyewe kaba basi poa acha kufanya. Huku juu sitaki wajue kama nyie mmekaa pending. Mimi namchukua Pattern. Wewe baki na Sergeant. Ikifika siku ya show mimi namleta Pattern au namleta Sergeant. Tukipata hela tunapiga pass, mimi namalizana na Pattern au namalizana na Sergeant. Ikitokea watu wamemiss ngoma nyingine tunawaweka pamoja, tunawafijisha dude tunapeleka. Unaelewa? Ili huku watu wasijue kwa hiyo watakuwa kama Alikiba na Mario, sio kundi lakini vibao vinaenda. Huo mpango vipi ulifanikiwa? Sasa baada hapo mimi ndo nikamchukua Pattern, nikampigia simu Pattern, nikamwambia Pattern nimetoka kuongea na D-Square hivi na hivi na amesema yeye hawezi kuendelea kufanya kazi na wewe. Kwa hiyo cha kufanya wewe utabaki na mimi. Unaelewa? Afu wao watabaki na Sergeant.
lakini haya mambo yasiende juu, tufanyeni kazi. Basi tukaelewana hivyo, ndio tukawa tunafanya kazi. Kwa hiyo Pattern akawa yuko chini yangu, unaelewa. Kwa hiyo tukawa tunaendelea, tukatengeneza ngoma hadi ile afande sasa tukairecord kwa Pacheco, maana ipo ambao yenyewe original before ile, tukairecord kwa Pacheco na mangoma mengine. Nikawa tumepanga program ya kupiga picha tutoe ngoma. Sasa kuna siku moja alikuwa ameenda studio, sikumbuki sijui kwa Dula Makabila au wapi, akakaa ndo aka freestyle kile kipande kile kwamba wimbo unafanya tugombane unaitwa Salio nini na nini. Kwa bahati mbaya nzuri nikatembea. Sasa safari ndio TikTok kama safari sasa ndo balali. Okay, sawa. Baada ya kuzinguana muda mchache tu tunamuona Pattern anaelekea katika ule upande wa mafanikio, kwa sababu alidondoka kwenye moja ya kituo kikubwa hapa town, kafanya bonge moja la show. End of the time akaanza kutafutwa na wasanii wakubwa. Sasa maneno akarudi. Inawezekana Pattern akawa anavimbishwa kichwa na wasanii wakubwa ili tu aweze kujengua, aweze kupita njia zake. Kama tunavyofahamu makundi mengi ambavyo yanaweza kuachana. Tunakumbuka ilikuwa kuna kundi kama Moto Band waliachana kwa staili kama hii hapa. Kuna uwezekano kweli Pattern akawa amemezeshwa maneno na watu kama kina Zuchu, WCB Wasafi, ili mradi aweze kujengua kule? No, ngoja nikwambie kitu. Kipindi ambacho kwanza Pattern ujue hajajengua kule, naomba watu wajue, unanielewa. Lakini baada ya Pattern kuweza kupiga show na kuwa iti kupitia mitandao ya kijamii, akaleta story nyingi sana kupitia mitandao ya kijamii, maneno kibao, unajua kwa management. Mimi kwamba ilikuwa ni maneno ambayo ya kuwauza washikaji ili waweze kutoa tamko juu yake. Na hii inakuja kutokana na jamaa baada ya kuweza kufanya show na kukubalika na walimwengu kupitia mitandao ya kijamii. Kipindi hayo yote yanatokea wala washaachana. Kama umenisikia vizuri nilivyokuambia, mimi nilishamtoa kule. Kwa hiyo pale si bado kulikopo kuna mbanga za kazi zikitokea. Hiyo sababu mpango ulikuwepo wa kufanya kazi pamoja, kwa tunaendelea ulikuwepo. Sasa kusema kwamba labda wakina Zuchu wamemwambia mambo hayo, no, kwa sababu wakina Zuchu wenyewe wamekuja juu tu ya hiyo project. Kipindi mdogo kasha trend mtandaoni, Zuchu kamchukua, kamshika mkono, kamsaidia, kaenda. Lakini kusema kwamba baba yeye amemshauri sijui kitu kadhaa, no. Kwanza mimi hata nikiona simu za Zuchu mara nyingi anamshauri vitu vizuri sana, namna ku maintain kwenye game. Tunaona voice note nyingi zikiwa zinaendelea baina ya Pattern lakini pia na Zuchu. Kwa mara ya kwanza Pattern anakuletea ujumbe kwamba bro, Zuchu wa WCB Wasafi amenicheki, anaomba tufanye kazi. So ni maneno gani ambayo alimwambia dogo Pattern? Haikuwa kwanza hivyo kwa sababu kipindi hiyo sekeseke linatokea sikuwepo nchini, lakini nilirudi kipindi bado hajarecord. Kwa hiyo before hajarecord alikuja, unanielewa, akaja akaniambia bwana bro, wewe umeona kinachoendelea mtandaoni? Nikamwambia ndio. Akaniambia bwana, Zuchu amesema tunaweza tukaua, umeelewa, lakini Jumatatu kwa sababu yuko Chunya, ila kuna wasanii wengine wamenifuata nataka turekodi. Kwa hiyo ananiambiaje? Nikamwambia relax, subiri, kwa sababu wao wanaotaka kurekodi na huyu. Kwa kumbe walikuja wasanii kibao bwana tupige kazi, kwa kaambia tulia, nikamwambia wewe relax. Uzuri sana uzuri Pattern pia akili yake iko vizuri. Yani ni mtu ambaye yani ni mdogo lakini ana IQ kubwa. Okay, before collaboration haijatokea alivujisha voice note ya Zuchu. So akiwa anazungumza, lakini pia kuna ile ambayo Zuchu alikuwa akiimba ile afande, alivujisha kupitia mitandao ya kijamii. So moja ya jambo ambalo analizungumza sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii, wasanii wengi wa Tanzania wanakosa zile international collab kutokana na wakichati tu na wasanii wakubwa. Basi kabla mpango hujakamilika wanavujisha zile chatting kupitia mitandao ya kijamii. So jamaa alivujisha zile chat za Zuchu. Kuna aina ulimpa ushauri kuhusiana na jinsi ambavyo atakuwa anazungumza na watu wengine kutokuwa haraka kuzitoa kupitia mitandao ya kijamii mpaka jambo likamilike? Kwanza mimi sidhani kama kulikuwa na ubaya, kwa sababu pia Zuchu tayari alishaweka wazi, alishabrace. Kwa hiyo haikuwa na ubaya, lakini tukizungumzia hapa international collaboration, labda wasanii wa nje au nini, nadhani sidhani kama Pattern kashawahi kukaa au kwenye media akasema kwamba mimi na collab na mtu fulani, japokuwa ipo. Mimi hapa nakwambia leo ipo na msanii mkubwa ila wenyewe hajawahi kuambia. Au kuna sehemu nani hapa tumtaje tukisia? Sio hapa kabisa, mashariki ya mbali. Mbali kabisa. Unaelewa mambo ya international kabisa. Unataka Pattern asitambaye atembee. Hiyo ndo maana yake. Okay sawa. So kuna minong'ono kupitia mitandao ya kijamii, watu wanasema kwamba inawezekana Pattern akala mkataba pale WCB Wasafi. So kwa ile ambayo inazungumzwa na alimwengu na lolote kwamba Chibu alishawafuata, kwa sababu
Tulimsikia Babu Tale kwamba kuna wasanii kama 4 wanatakiwa kudondoshwa pale WCB Wasafi. Ikawa 4 Pattern yupo. Mimi niseme tu labda tuombe Mungu inshallah. Waswahili wanasema lisemwalo lipo. Kama likitokea mimi na librace sana. Mimi furaha yangu kubwa ni kumuona dogo anafanikiwa. Ndio maana hata niliweza kumshika mkono kuanzia kule mbali. Kwa sababu lengo langu nilikuwa nataka afike. Alikuogopeshi upande wa mikataba kwa sababu sasa hivi tunaona wasanii wanaingia vizuri katika mikataba na kampuni lakini mwisho wa siku mambo yakienda ndivyo sivyo kunakuwa kuna kurushiana maneno. Ibra sahi hapa na Harmonize na Diamond back in the days tulikuwa tunafahamu hivyo. Mambo ya kuogopeshi sana kupitia mitandao ya kijamii. No, aniogopeshi lakini pia sijajua wewe unazungumzia kwamba aniogopeshi kivipi. Kwenye issue za mikataba kwa sababu Pattern ni mdogo wako na ni mtu ambaye umemwelekeza njia nyingi katika mafanikio ya music. So wanaingia yani ikaje ikatokea maybe anaingia mkataba na kampuni kwa ajili ya kufanya kazi. Nishakuelewa. Nishakuelewa. Mara nyingi huwa anakuja na mshauri. Kitu ambacho hujajua labda kipindi hichi Pattern ambacho ametrend amefuatwa na makampuni mengi sana na watu wengi na wengine wanalikuwa wananipigia hata mwenyewe tunakaa tunadiscuss short tu kwamba kuna goals ambao tumeiweka ya Pattern kwamba Pattern ili uende katika njia salama kuna vitu vya kuzingatia 1 2 3. Kwa hiyo yeye pale anapoishi anaishi kwenye misingi ambao mizuri tu itamsaidia lakini hana limitation yoyote. Okay, sawa. Sasa hivi tunaona platform ndo sehemu ambazo wasanii wanapata maisha yani wananufaika. YouTube, Audiomack, Boomplay, sehemu mbalimbali. So ukiwa kama manager, Dogo Pattern nimemwona na YouTube na mitandao mingine. Mfumo wa usimamizi wa Dogo Pattern alishakusanua kwamba ni nani ambaye anasimamia mitikasi yake ya mitandao ya kijamii. Alinisanua na ni mtu ambaye yupo sawa na makubaliano ambayo mazuri. Kila kitu chake kipo sawa. Mimi mara nyingi ananiambia tu kama mshauri kwa sababu anajua ni brother nimeishi naye tumetoka mbali unaelewa bwana. Yeye anaelewa na anajua kabisa mimi nilikuwa kwenye side ya kwamba yeye afanikiwe. Kwa hiyo kadri anapokuja kuniambia bwana bro kuna jambo hili it's okay. Kwa hiyo mtu alikopo naye ni mtu sahihi kabisa. Wanasema ushikaji kati ya Dogo Pattern na Sergeant ni kama vile Pattern ameukata hivi. Hataki yale mazoea kabisa na Dogo Sergeant. Ni madogo ambao umekuwa nao, umewaeka pamoja. Ulitupa story kwamba Dogo Sergeant ndiye alipambania Pattern kuwa katika upande ambao ulikuwepo wewe. So kwa ushauri ambao umfikie Pattern ni upi ambao ungependa kumwambia kuhusiana na Dogo Sergeant? Kwanza hilo jambo hilo sidhani kama lina ukweli kwa sababu wale watoto mimi nimekaa nao wote. Kitu ambacho labda Watanzania hawajui, wale watoto walikuwa wanapendana sana. Sijui sasa hivi kwa sababu mimi naongea na wote katika nyakati tofauti. Ila wanapendana sana, kuwa na shida ya aina yoyote. Kwa hiyo labda tu ni maneno ya watu kutokukutana kwa hiki kipindi. Ni vitu tu vya kawaida kwa sababu gani ujue? Sergeant tayari bizo umekuwa mwingi yani tofauti na kipindi kile kwamba bwana uko wapi naenda Mikocheni kwa Badiloso na mimi nakuja hapo unaelewa hawako busy wanakuja kwangu tunakutana muda mwingi wanakaa sasa hivi mimi mwenyewe sionane nao mara kama. Okay sawa. Kwenye ile ngoma ya Fande kuna sehemu ambayo kuna vocal kama ilisikika ya D-Voice mle ndani. Sasa ndio akasema kwamba inawezekana labda Pattern na D-Voice vocal zao zinafanana huko ndani D-Voice hayupo lakini kuna ambao wanasema kwamba inawezekana bwana D-Voice akawa amepiga ile back voice katika ile ngoma back vocal katika ile ngoma ya Afande. Kuna uwepo wa D-Voice ambao wameshiriki kwa namna moja ama ni sauti ya Dogo Pattern ni kama vile inataka kufanania na ya Dogo Pattern? I'm not sure katika hilo lakini nafikiri hilo swali linamfaa sana Pattern tafuteni kwa sababu pia ulivyosikiliza ile Afande najua vocal ya D-Voice unaijua. Na vocal ya Pattern unaifahamu vizuri kabisa. So kuna sehemu watu wanasema mbona kama D-Voice ikapita huko ndani. Okay. Sasa hiyo iko hivi. Mimi namjua Pattern ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo ana skills nyingi. Kwa hiyo ukisikiliza pale kuna wengine wanakuambia wanamsikia Elisha pia. Wanamsikia D-Voice, unaelewa? Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nadhani yeye ana majibu kamili ila sifikiri kama kuna mtu mwingine ameimba zaidi yake.
Okay, sawa, tukiwa tunaelekea kumalizia sasa. Tukiwa tunaelekea kumalizia, kuna michakato mingi ambayo unaifanya nje ya kina Dogo Pattern, kina Sergeant. So ni michakato ipi ambayo wengi wangependa kuifahamu sasa? Wakajua kabisa Pattern na Sergeant walikuwa mikono salama. Mi ni international manager. Nafanya kazi na Moto Music, msimamia Manifongo, Rush Talent, Singeli Minuno. Lakini kwa sasa hivi kuna kampuni ambayo nafanya nao kazi inaitwa Melwood, kampuni ambayo makao makuu yake yako Marekani. Ni kampuni ambayo amesainiwa Central C na Quavo, lakini hiyo kampuni inafanya kazi na Death Row, kina Snoop Dogg, na mshauri wa hiyo kampuni ni Fat Joe. Lakini kampuni hiyo ina branch yake Nigeria ambao wako partner na Davido, lakini pia ina branch Tanzania ambao head manager ndo mimi. Kwa hiyo pia ni kampuni fulani ya biashara, ina partner na Puma, Netflix, YouTube, DistroKid, Audiomack na platform nyingine. Kwa hiyo ni good news ambao Watanzania wanapaswa pia kujua, lakini kukaa tayari kupokea vichwa vingine vya singeli vikubwa kutoka kwenye hiyo kampuni. Ina wasanii wake wa singeli ambao tayari wako signed. Kuna Kani Shetani na King Star. Soon nadhani kwenye kama baada ya wiki 2 ita introduce hao wasanii.